Siku nyingine tena ambapo ipo ibada nzuri ya Alhamisi, siku kama hii, majira kama haya. Karibuni imani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi niombe alafu tutaendelea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa fadhili zako, asante kwa kibali ambacho Mungu mwenye nguvu umeachilia kwa ajili ya utukufu wako. Asante Mungu mwaminifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, Baba, nahitaji neema yako. Bwana Yesu, watu ambao wameketi kwa ajili ya kula na kunywa na kupata maarifa, Bwana Yesu wawezeshe Bwana Yesu, wakajifunze kwa faida na kutendea kazi. Mungu mwenye nguvu, na ikabidhi ibada hii mikononi mwako, nikiomba na kuamini. Amina. Basi na nyie walioko mtandaoni, na wakaribisha wote tujumuike kujifunza kwa ufupi, kisha tutaingia kwenye maombi. Kwa hiyo nitaelekeza kwa ufupi, baada ya hapo tutaingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi somo letu kama unaandika ni kushughulikia roho ya kuchelewa na kucheleweshwa. Kushughulikia roho ya kuchelewa na kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha Misali sura ya 13 mstari wa 12, imeandikwa hivi. Imeandikwa ya kwamba kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Kilichotarajiwa kikichelewa kuja, moyo huugua. Kwa hiyo shetani anayejua hii siri, kwa hiyo anafanya vita sana kwamba mtu kila ambacho anakitarajia kichelewe kuja, ili moyo wake uugue, anungunike, alaumu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio mipango ya adui, ndio mipango ya shetani ambayo anafanya kwa watakatifu. Kwamba sasa huyu mtu anatakiwa apate jambo fulani, kwa hiyo yeye analichelewesha ili yule mtu sasa moyo wake uugue. Itakiwa huyu mtu pengine apate kazi, apate ndoa, apate hiki na kile. Kwa hiyo kinachelewa kwa vikwazo vya adui ili yule mtu anungunike. Kumbuka ni kwamba shetani hakuna kitu chochote ambacho yeye alikianzisha. Mungu ndiye tunaona kwamba anaanza kuwachelewesha watu kwa kusudi maalum. Ukisoma kile kitabu cha Luka sura ya 1, utaona pale Zakaria na Elizabeth wanachelewa kupata mtoto. Biblia inasema hivi, Elizabeth na Zakaria walikuwa tasa. Au Elizabeth alikuwa tasa, manake alikuwa hajapata mtoto. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa amemkawirisha, amemchelewesha ili kusudi aje kuzaa mtoto kwa utukufu wake mwenyewe. Ndio hapo tutakuja kuona anakuja kumzaa Yohana Mbatizaji ambaye alitengeneza njia ya Bwana. Kwa hiyo Mungu akichelewesha jambo inakuwa ni kwa sababu maalum na ni kwa utukufu wake. Lakini shetani anachelewesha ili kusudi kuumiza mioyo ya watu, ili kusudi kuangamiza, kuvunja moyo na kufanya uharibifu kama huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kuchelewa kwa aina kama hiyo ambayo mtu anaweza akacheleweshwa na Mungu, lakini hapo kunakuwa kuna kusudi kubwa la Mungu. Lakini kuchelewa ambako ni kwingi mno au ambako wengi wanacheleweshwa ni kwa adui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa adui shetani. Tutaanza kuona tukiangalia pale kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 19. Matendo ya Mitume 19. Tunaona hawa watu wamefungiwa wasipate maarifa kwa wakati, ili kusudi wachelewe kumjua Mungu na kuuona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukisoma ile kitabu cha Matendo 19, utaona pale adui amewanyima watu maarifa ambao walikuwa wameokoka, lakini wakienenda na kawaida au na kwa desturi
Paulo anafika pale, anakuta ni watu ambao hawajajaa Roho Mtakatifu, hawana matunda ya Roho Mtakatifu, karama na vipawa vimefungiwa. Lakini hizo zote zilikuwa ni hila za adui, ili kusudi hao watu wasije wakampokea Roho Mtakatifu au mafundisho sahihi, alafu akasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata watakatifu wengi unakuta anafuatilia mahubiri mazuri, anatamani sana pengine na yeye angekuwa miongoni mwa kanisa takatifu la Yesu Kristo, lakini adui amemshikilia. Yaani anatamani lakini apigi hatua. Anatamani pengine angefika kanisani, anatamani pengine angeacha mapambo, anatamani angeacha hiki, anafuatilia mafundisho, anasema haya mafundisho ni mazuri sana. Lakini adui amemchelewesha kwamba anajua huyu mtu akipiga tu hatua basi ameniacha. Kwa hiyo adui anawachelewesha. Kwa hiyo kuchelewa kwa namna nyingi. Kuna upande wa huduma, kuna upande wa kiuchumi, kuna upande wa afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kile kitabu cha Matendo ya Mitume 19, anasema ikawa Apolo alipofika Korinto, Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hata kusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Akawaambia watu wamwamini yeye aliyekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Kwa hiyo unaona kwamba hawa watu walikuwa wanasali kwa desturi, kwamba tunasali hivi, pengine wanaimba pambio, wanafanya hiki na kile, wanapiga deki kanisani, lakini wakati huo hawana habari za ujazo wa Roho Mtakatifu, hawana hayo maarifa, yani wana mapokeo ya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo wakati mwingine leo hii shetani anajaribu kuwachelewesha watu wasipate mafundisho sahihi, wasipate injili ya kweli, wasijae Roho Mtakatifu. Maana unapokuwa umepata mafundisho ya kweli au maarifa, ukajaa nguvu ya Mungu, ndipo ambapo sasa unapiga hatua katika ulimwengu wa roho, alafu baadhi ya mambo yanakwenda, baadhi ya vifungo vinaondoka, walali wa adui unasambaratika. Sasa shetani anawafunga watu wengi wasipate maarifa. Ndio maana Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kuwa na maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna mtumishi mmoja kwenye kile kitabu cha Wafalme, mtumishi mmoja anaitwa Yehu. Naye alikuwa amecheleweshwa kuingia kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakusomea kwa haraka haraka, alafu utaona nini ambacho namaanisha. Yehu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alikuwa amemkusudia utenda mambo makubwa sana, lakini unaona kwamba Yehu alikuwa amecheleweshwa kuingia kwenye huduma. Kwa hiyo wako watu wengi ambao wana huduma ya uimbaji, ni wainjilisti wakubwa, ni walimu, lakini adui amewachelewesha wasiingie kwenye huduma zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 19, ukisoma yule kuanzia mstari wa 15. Wafalme wa kwanza 19:15 nitasoma. Nasema hivi, Bwana akamwambia enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Azaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Meola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Kwa hiyo utaona hayo maelezo alikuwa anampa Elia, kwamba hao watu awatie mafuta waingie kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini muda ulienda,
Yehu bado hajaingia kwenye huduma, bado adui amemchelewesha, amemgangania. Anajua huyu akiniacha tu, huyu akiingia kwenye huduma, basi ufalme wangu unaharibika, kwa sababu alikuwa anajua Yehu ni mtu amna gani. Ndio ambavyo adui sasa amewashikilia wengi ambao wana vipawa vikubwa, waimbaji wakubwa, wahubiri wakubwa, wachungaji. Hivi ule kuona kwamba mchungaji anakuwa ana wito, lakini anakuja kuingia kwenye huduma ana miaka 60. Wewe kuona hiyo mpaka anastaafu miaka 60. Sio kama Mungu amekusudia hivyo. Hapana, adui amemgangania huyu kwamba ameshughulika na mambo ya dunia. Baadaye sasa unakuja kuona kumbe nina wito fulani ambao natakiwa kumtumikia Mungu, kumbe kacheleweshwa. Kwa hiyo hilo usipoishughulikia mapema, basi itakugangania na mwisho wa siku sasa utajikuta unafanya vile ambavyo sio mapenzi ya Mungu. Sasa huyu Yehu kacheleweshwa. Unakuja kuona kule kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 9. Wafalme wa Pili 9 sasa. Na kusomea kuanzia 1 pale. Anasema Nabii Elisha akamwita mmoja wapo wa wana wa manabii. Kwa hiyo kumbuka, Elisha yeye alitoa mafuta akaingia kwenye unabii na Elia. Lakini Elisha anakuja kugundua kwamba kuna mtu mmoja ambaye ni muhimu sana, Yehu bado hajaingia kwenye huduma ambayo Mungu amempa. Endelea hapa, anasema Nabii Elisha akamwita mmoja wa wana wa manabii akamwambia, jikaze viuno, uchukue uende Ramoth-Gileadi. Utakapofika huko, mtafute Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimshi, ukaangalie ukamtoe miongoni mwa ndugu zake. Kwa hiyo alikuwa miongoni mwa ndugu zake, ana kawaida ya maisha ya kawaida kwa ndugu zake, yani anaishi maisha ya kawaida kama ambavyo wengine wanaishi maisha ya kawaida. Asema kwa ndugu zake, chukue katika chumba cha ndani, kisha toa ile chupa ya mafuta ukamiminie juu ya kichwa chake, ukasema, Bwana amesema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme wa Israeli, kisha uingie, kisha ufungue mlango ukakimbie, wala usikawie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema utakapomtia mafuta, kimbia haraka wala usikawie. Bwana asifiwe sana. Hapo Yehu alikuwa ameganganiwa, amecheleweshwa. Niruke kidogo hapo kwa sababu ya maandiko ni mengi. Nikusomee mstari wa 18 na wa 19. Imeandikwa hivi. Imeandikwa kwamba basi mpanda farasi moja akatoka awalaki, akasema, mfalme asema hivi, je, ni amani? Yehu akasema, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Yule mlinzi akatoa habari akasema, yule mjumbe amwafikiria, lakini akurudi tena. Kumbuka sasa hapa Yehu katiwa mafuta, maana yake kaingia sasa kwenye huduma ambayo Mungu amempa. Bwana asifiwe sana. Ambayo Mungu alikuwa amempa na amemkusudia Yehu aifanye. 19 anasema hivi, ndipo alipopeleka mpanda farasi wa pili, naye alipofikiria akasema, mfalme anasema hivi, je, ni amani? Yehu akasema, wewe una nini na amani? Geuka unifuate. Yule mlinzi akatoa habari akasema, amewafikiria wala hakurudi tena. Na mwendo huu ni kama mwendo wa Yehu mwana wa Nimshi. Kwa hiyo hapa sasa Yehu tunamuona anaanza kuifanya kazi ya Mungu. Anasema mwendo huu ni kama mwendo wa Yehu mwana wa Nimshi. Kwa hiyo alikuwa anaenda kwa kasi ya ajabu akiendesha gari lake. Kwa hiyo kumbuka, huyu alikuwa amecheleweshwa, lakini baada ya kutia mafuta mara ya pili akaamsha roho yake, akaanza kuifanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akaanza kulipa visasi. Huyu ndiye aliyempiga Yezebeli akamwangusha chini. Akaenda kule akasema, baba yangu alitumikia Baali kidogo, lakini mimi nitamtumikia Baali kwa ukubwa. Akawakusanya pale manabii wa Baali, akapiga upanga wote. Leo sasa yuko kazini. Bwana asifiwe sana. Hata wewe na mwingine au mimi, kipo kitu ambacho Mungu amekupa,
lakini unaomba kila siku, akitokei. Kwa hiyo usipoangalia unakuta kwamba adui anakuchelewesha hicho kitu kisizae matunda kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yeye anajisikia anatamani kuimba na anatamani kuhubiri, lakini haiwi. Anaomba, tunaomba, amsha roho, inaamka inakuwa dormant tena. Bwana asifiwe sana. Kumbe adui amekuchelewesha, amekugangania. Lakini nguvu ya Mungu ikija juu yako, ukadhubutu kufanya, ukasambaratisha mipango yote ya ufalme wa giza, mikakati yote ya kukuzofisha, roho ya kukuchelewesha, ukaiangamiza, utajiona kwamba sasa unaanza kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kuona matokeo. Labda nikusomee kidogo tu hapo hiyo Wafalme wa Pili sura ya 10:18. Wafalme wa Pili sura ya 10:18 nasema hivi: Yehu akawakusanya watu wote akawaambia, Ahabu alimtumikia Baali kidogo, bali Yehu atamtumikia sana. Basi nitieni manabii wote wa Baali wote wamwabuduo na makuhani wake wote, mtu asikose kuwepo hata mmoja, maana ninayo dhabihu kubwa ya kumtolea Baali. Yeye atakayekosa kuwepo hataishi. Lakini yeye alifanya hivyo kwa ila, ili awaharibu waliomwabudu Baali. Ukisoma hiyo mstari wa 25 nasema hivi: Ikawa mara alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, Yehu akawaambia walinzi na maakida, ingieni mwapige, mtu awaye yote asitoke. Basi wakawapiga kwa makali ya upanga walinzi na maakida, wakawatupa nje, wakaenda mpaka mji wa nyumba ya Baali. Kwa hiyo unamuona sasa Yehu huyu aliyekuwa amecheleweshwa anaanza kufanya kazi za Mungu sasa kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu alitoa mafuta, lakini leo hii alitii tena mtu mafuta, bali nguvu ya Mungu ndio inayomsukuma huyu mtu kuingia kwenye huduma au utumishi ambao Mungu amempa. Nguvu ya Mungu ndio inayompa kipawa sasa cha huyu mtu kwenda kuimba, kwenda kuhubiri, kufanya hiki na kile. Kwa hiyo hatumtii tena mtu mafuta kama kipindi hicho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa nilikuwa nakusomea tu uone mfano namna gani adui anavyogangania vipawa vya watu, kalama za watu. Unaomba, wakati mwingine umeomba, umefunga, lakini hakuna kitu ambacho kinatokea. Yaani ni vile vile tu. Mwaka kesho utakuja tena, utaomba, utaamsha roho, uko pale pale. Kwa nini? Hujajichunguza, kumbe kuna viashiria vya adui kukuchelewesha usiingie kwenye kipawa chako, kisitende kazi. Wengine hapa Mungu amewapa neema na kuponya wagonjwa, lakini unaweza ukawa unajidharau, hujaona, lakini ni kwamba adui sasa amekugangania. Wakati mwingine watu wanauliza maswali. Mtu anauliza kwamba hivi mimi nimeitwa ili nifanye nini? Yaani akiangalia haoni. Kwa nini? Lile jambo bado alijazirishwa. Kwa nini? Adui amemgangania, adui anamchelewesha asija akaingia akafanya kwa utukufu wa Mungu, alafu ufalme wa giza ukatiwa hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiacha habari ya huduma, kama nilivyokusomea kitabu cha Misali sura ya 13:12, nasema kilichotarajiwa na mtu kikichelewa, moyo wa mtu unaugua. Hebu fikiria kama kwa mfano kama saa hizi tuko kwenye ujenzi. Fikiria kwamba kama bahati bado zingekuwa baada hazijaja, tunasubiri bahati kiwandani. Sasa jamani, oda ni nyingi, subirini jamani. Kumbe saa hizi kila mtu angekuwa pengine anaugua. Jamani, mbona bahati haziji? Wengine wangekuwa washakata tamaa, wengine saa hizi tuko kwenye bado tule ile nyumba ya zamani. Kwa hiyo adui angekuwa ametuchelewesha, lakini tuko hapo kwa sababu kuna kuomba kulihusika. Vita ilipangwa, roho ya kucheleweshwa ikaondolewa, ndio hapa tuko hivi. Lakini wakati mwingine mtu anaweza usijui kwamba sasa adui amenichelewesha kwa sababu vile ambavyo upo unaona pengine ni kawaida, au pengine umelizika tu na kawaida ulionayo. Lakini kumbe
kuna uharibifu kama huo. Sasa ili ujue hivyo, inatakiwa sasa kujichunguza mwenyewe, kisha kuomba kwamba mwakani tuliomba kibali cha kifalme. Kibali kiko wapi? Unaingia kwenye, kwa hiyo hapa kuna kucheleweshwa. Kwa hiyo unaingia kwenye maombi, piga sambaratisha wote ambao wanakuchelewesha ili upate kibali cha kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi haya sio maombi ya wakati mwingine, sio ya siku moja, ni maombi ya kujichunguza, ya kuomba mara kwa mara. Usipofanya hivyo, utajikuta tu mambo yaendi, basi naona unalizika, lakini kumbe itakiwa upate vitu kwa wakati. Hii roho ya kucheleweshwa manake, roho ya kucheleweshwa na kuchelewa manake, hii ni roho ambayo inamfanya mtu ashindwe kupokea au kufanya jambo kwa wakati sahihi ambao Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao Mungu, wengine wanataka kuambia, mimi nimeota ndoto nilikuwa nataka kupanda gari, lakini baadaye gari ikaniacha, nimejikuta nimechelewa. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wamewekewa, yani hii nili ya kuchelewa, yani kila kitu yeye ni kuchelewa tu, ni kuchelewa. Wakati mwingine utaona kwamba hata kwa wanafunzi huko, unakuta badala ya kusoma miaka pengine 12 ayo amemaliza la 7 na sekondari, anasoma miaka 15. Manake humu ndani anarudia masomo, anarudia darasa. Kwa hiyo unakuta katoto wake kamewekewa tu roho ya kuchelewa, roho ya kucheleweshwa. Usiposimama kama mzazi kuomba, utajikuta tu kanakuja kumaliza chuo, kana miaka ya kutosha, wengine wako makazini, lakini kenyewe ndio bado kako chuo. Kwa hiyo hii ni roho kamili ambayo inatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine unakuta anaota kwamba najionaga tu mimi niko shule ya msingi. Sio kwamba shule zote, sio kama ndoto zote ambazo naota kwamba uko shule ya msingi zinamaanisha kwamba kucheleweshwa, lakini wakati mwingine manake Mungu anakuonyesha kwenye ulimwengu wa roho kwamba wewe upige hatua yoyote, yani uko vile vile, yani hakuna badiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama hakuna badiliko, manake sasa ni ngumu sana kuyaishi mapenzi ya Mungu. Sitasoma, lakini ukisoma kile kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18, Biblia inasema kaeni katika imani. Lakini kwa Biblia, nilikuwa naangalia Biblia ya Kiingereza, yenyewe inasema mkue katika imani, yani mkue, imeandikwa grow, yani grow manake ni kuongezeka, kukua katika imani. Kwa hiyo hata katika upande huu wa Mungu tunatakiwa kukua, sio wewe kila siku yule unaomba vile ujai nguvu. Lazima ujichunguze kwamba hapa kuna kucheleweshwa. Kama hivyo nimekusomea ule mfano wa Matendo ya Mitume 19. Hao watu wamemwamini Mungu, wanampenda Yesu, lakini wanaishi kwenye mapokeo ya zamani. Ndivyo ilivyo baadhi ya watu wanatufuatilia huko mtandaoni. Unakuta ameanza kujua ukweli, mapambo ni dhambi, hiki ni dhambi, lakini adui amemchelewesha, hawezi kuchukua hatua. Baada anaishi kwenye mapokeo yale ambayo amekuta wazee wake wakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa wakati huo basi tuingie kwenye maombi.